Na mpenzi mtazamaji wa runinga ya Ndizi TV Afrika, imetimia mida ya saa 1, yani tarehe 29 mwezi Disemba mwaka 2025, ikiwa kwamba leo hii ni siku ya Jumatatu, na kukaribisha katika taarifa zetu za Ndizi saa 1. Langu jina Ronalfa na mwelekezo wangu akiwa ni Bwana Mongare Alex. Karibu. Tukianza ni kwamba mamia ya wasafiri walikoma kwa zaidi ya saa 6 usiku wa kuamkia leo katika barabara kuu ya Nakuru Nairobi kufuatia msongamano mkubwa wa magari, hasa katika maeneo ya Kikopey, Barnabas, Kinungi na Kimende. Msongamano huo ulisababisha usumbufu mkubwa wa wasafiri waliokuwa wakirejea jijini Nairobi baada ya kusherehekea sikukuu ya Krismasi, huku baadhi ya abiria na maafisa wa usalama wakilaumu madereva kwa kukaidi sheria za barabarani. Na waziri wa afya Aden Duale ametaka uchunguzi wa kina kufanywa kuhusu madai ya mauaji ya raia yanayohusishwa na maafisa wa polisi, akisisitiza umuhimu wa kuwajibika na kuheshimiwa kwa haki za kibinadamu. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa madarasa ya Hafsa binti Silin kaunti ya Garissa, ambayo sasa itapanuliwa kwa shule ya msingi na sekondari, waziri Duale pia aliwakemea wakazi wa eneo hilo kwa kutumia mbinu hizo rasmi kuhusisha mizozo, akisema kuwa njia hizo mara nyingi hukwamisha upatikanaji wa haki, hasa pale ambapo watuhumiwa wa umarifu wanakamatwa. Not only in Garissa, everywhere in Kenya, life and property is entrusted with Almighty Allah, but delegated through him to those who are in authority. And that is government. Nao miongoni mwa vijana tumewashika mara nyingi sana. Hata wengine tunapata mwenye alidhulumika anafika katika kituo cha polisi, atakapopata alichokipoteza hataki kuandikisha statement. Kwa hivyo kwa upande mwingine maafisa wa polisi wanakosa. Baadhi ya viongozi kutoka kaunti ya Kitui wametetea vikali kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka kufuatia matamshi ya hivi majuzi ya Rais William Ruto akilidai kuwa Kalonzo hakuwahi kuleta maendeleo katika maeneo ya Ukambani. Viongozi hao pia wamemwadhimisha Kalonzo kuwania urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, wakisisitiza kuwa ajenda kuu ya upinzani kwa sasa ni kuhakikisha Rais William Ruto anaondolewa mamlakani kupitia njia ya kidemokrasia. Hivi juzi president ameanza kuongea maneno mingi ya viongozi wa opposition. Kwanza amesema hawana akili, hawana agenda. Kitu ya kwanza, agenda ya opposition ni kutoa Ruto. Hiyo ni agenda ya kwanza, ile muhimu sana. Na asione kama opposition hakuna watu wamesoma. Watu wamesoma sana. That we know what we want to do. Isn't it? Saa hii tax, kila mtu saa hii tax imemaliza watu wa chini kabisa. Rally behind Kalonzo Musyoka. Ana matusi, hata kitusiwa yeye anasema mimi niko na agenda ya Wakenya. We want sober leadership. The sober which has not insult. So the leadership which can bring you together, sit down and reason together. We don't want to have someone who is know it all. You can't be advised. We will support him and we rally all the Kenyans. Let's get out. It's not about money, it's about what Kenyans want and want change. Jamii ya Wakamba inatutegemea sana.
tafadhali nataka sote tuangalie, tumshike mkono ama tumuunge mkono mgombeaji wa urais Daktari Stephen Kalonzo Musyoka. Gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya ametoa wito kwa viongozi wa kisiasa kudumisha maadili na kutumia lugha ya heshima wanapohutubia umma, akionya kwamba matusi, kejeli na dharau katika siasa ni kichocheo cha migawanyiko na chuki miongoni mwa Wakenya. Akizungumza wakati wa mkutano uliofanyika katika eneo hilo, Gavana Natembeya aliwaraumu baadhi ya viongozi kwa kutumia majukwaa ya kisiasa kueneza lugha ya uchochezi zinazohatalisha mshikamano wa kitaifa. Wakikuja huko Matanga kule Bungoma, kazi yao ni kutukana watu. Mbona ukienda Matanga kule Keruja watukanani huko? Wanadharau Mluya, lakini mambo ya kudharau Mluya ujue kwamba Natembeya amekuja na kifuri kubwa namna hii. Si ndio? Hiyo ujinga hakuna. Ama namna gani? Heshima sio utumwa. Sisi Waluya ni watu wa Mlembe. Kama waelewi maana ya Mlembe ni amani, ni peace. Nikusalia wapea Mlembe, siwe sema Mlembe na ndikutusi. Nikisema Mlembe, iko amani kati yangu na wewe, mambo yanafanya nini? Imeisha. Askofu Wainaina ametoa wito kwa viongozi kote nchini kuzingatia misingi ya uongozi bora kwa kuweka vipaumbele katika hali ya siasa ili ifikapo mwaka 2027 kuwe na amani katika uchaguzi mkuu. Mwaka wa 2026 unakaribia sana, mwaka wa general elections, na labda siasa zitakuwa zimepanda juu sana. Lakini nataka kuwahimiza Wakristo sisi wote tufikirie sana ni mwelekeo gani ambao utasaidia nchi yetu. Tusichukuliwe na wale ambao watatuletea ni maoni yao wakitaka kutuondoa katika yale ambayo ni ya muhimu sana kwetu na kwa nchi yetu. Na kwa sababu watu wengi huwa wanadanganyika na wakipatiwa mazuri mandogo hivi, pesa, chakula, lakini tuangalie mwelekeo ule ambao utasaidia nchi yetu. Na viongozi wale ambao tumewaona siku hizi wakifanya mambo yasiyo halali, tufanye note, tuwe tuna mark wale ambao wanawadanganya wananchi. Ukija mwaka wa 27 tuwaweke bali kwa kando na kuchukua wale ambao tunajua wana mwelekeo halisi. Naam, shukrani sana mpenzi mtazamaji wa runinga ya Ndezi TV Africa. Wakati wako ila usende mbali, wakati ambapo naenda mapumziko kwa muda usio mrefu. Nitakaporejea nitazidi kufahamisha yale yote ambayo yamejiri. Langu jina Ronelfa, usende mbali. On behalf of Camel Park Training College Fraternity, I'd like to wish you a Merry Christmas and a prosperous Happy New Year 2026. Yes, note that our January 2026 intake is on and you can apply through our website, that is www.camelparkcollege.co.ke. Karibu Camel Park Training College. This festive season, treat yourself at Camel Park Hotel, just 5 kilometers from Kisii town off Kisii-Kilgoris Road. Enjoy luxury, comfort and a 10% discount on all accommodation services. Book now and celebrate in style.
Camel Park Hotel, the pride of Kisii. Steer your future in the right direction. Safe driving starts here. Camel Park Driving School, now ready to quench your driving thirst. We offer NTSA certified driving lessons for upgrading, beginners, and refreshers. Our team of qualified instructors deliver content for the following classes: A1, A2, B1, B2, C, C1 and C2, D1 and the rest. We train learners with modern vehicles which fit the evolving digital world. Why choose Camel Park Driving School? We are situated within a serene environment which offers a humble space of study. Our classes are fitted with advanced materials which supports learning. Other benefits are flexible class schedule, pocket-friendly fees, proper theory and practical guide, annual operation and additional computer packages training. Spend less, learn more, drive forever. Apply now. For more information, call us on or SMS us on 0755 386 594 or 0753 915 354. Or you can email us on camelcollege@gmail.com, or also you can visit our offices at Kiogoro, which is 5 kilometers from Kisii town along Kisii-Kilgoris Road. Camel Park Driving School, shaping dreams on the wheels. Mpenzi mtazamaji wa Ndizi TV Africa, popote pale ulipo, tumetembea nawe tangia mwaka huu ulipoanza hadi sasa tuko karibu kutamatisha. Na kutakia Krismasi njema na mwaka mpya mwenye mafanikio tele tele. Kumbuka kwamba ni mengi ambayo tumeyapitia, magumu, mazuri, na kuna wale ambao wameshabarikiwa zaidi. Na wale ambao wamebarikiwa kidogo, tujue kwamba tusaidiane sisi kwa sisi, tuhakikishe kwamba tunapovuka mwaka tumshukuru Mungu kwa yote. Na bila shaka kutoka Ndizi TV Africa, vipindi vyetu vyote, sauti ya uongozi, mpasho saa 7, Ndizi saa 1, tunakutakia kila la heri na heri njema ya Krismasi na mwaka mpya wenye mafanikio. Inside each one of us, there is a dream. The challenge is how to achieve it. This journey will take inspiration, constant motivation, proper supervision, and strong connections. At Camel Park Training College, we know what makes your dreams come true. Now, all we need to begin in this journey is you. Enroll today in a variety of courses. Choose Camel Park Training College. Hello, what's up my beautiful people? I go by the name Aleka Alex. Na ndani ya Ndizi TV Africa from ile show ya Urban Blaze. We just want to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year 2026. Stay safe, stay tuned ndani ya Ndizi TV Africa. Kwa ile show ya saa 8 hadi saa 10 inajulikana kama Urban Blaze with your favorite host Aleka Alex. Top shooter. Merry Christmas.
Shukran sana mpenzi mtazamaji wa runinga ya Ndizi TV Afrika. Na karibu tena. Tunaposonga mbele ni kwamba siasa za urithi zimepuuzwa vikali katika kaunti ya Siaya, huku naibu kiongozi wa chama cha Safina Wilson Otieno akisisitiza kuwa Wakenya wanapaswa kuelekeza juhudi zao katika kuboresha miundombinu na maendeleo ya kiuchumi badala ya kupoteza muda kwenye siasa za kuridhishiana uongozi. Akizungumza wakati wa maadhimisho ya soka yaliyofanyika eneo hilo, Otieno alikosoa vikali serikali kwa kile alichotaja kama usaliti wa wakazi wa Siaya kwa kushindwa kutekeleza miradi ya maendeleo iliyoahidiwa. Alitoa wito kwa vijana na wananchi kwa ujumla kushiriki katika siasa zenye kujenga na kuleta mabadiliko ya kweli. Kingpin of the Luo community should not be discussed. Raila Odinga was the last kingpin, and Raila Odinga represented the interest of the entire community and the nation. In his absence, the issue that is affecting all Kenyans is poverty, disease, and illiteracy. Those are the key concerns of the people of Kenya. And if anybody is to be a kingpin, it is every Kenyan should be a kingpin. Every Luo should be a kingpin in his own right. And we all unite to address the problems affecting Kenyans. We cannot have a situation where one individual claims to be a kingpin to satisfy his own personal interests. The king, how are you going to get to Singapore with lies? Last time it was bottom up, then Sijui Asla Fund. Now it is Singapore. Lying to Kenyans. Don't lie to the people of Kenya. This era we are in is about the people. And of great concern to everybody should be the welfare of the people. Na wasanii na watayarishi wa maudhui ya mitandao nchini huenda wakapata afueni kubwa iwapo mswada wa uchumi wa ubunifu wa vijana wa mwaka 2025 utapitishwa na bunge la kitaifa. Katibu katika Wizara ya Masuala ya Vijana ya Uchumi wa Ubunifu, Fikirini Jacobs, amesema kuwa msaada huo ambao tayari umefikishwa mbele ya kamati ya bunge kuhusu michezo utalenga kukuza udhibiti na kuwezesha sekta ya ubunifu kuchangia zaidi katika pato la taifa. Aidha, amebainisha kuwa mswada huo pia unalenga kuwalinda vijana wenye vipaji dhidi ya unyonyaji na matumizi mabaya. Fikirini alitoa kauli hiyo wakati wa hafla ya pili ya kila mwaka ya Mr. and Mrs. Samba iliyofanyika katika kaunti ya Kware. Innovation pia na authenticity ya mawazo ya vijana huku pia mashinani. Ndio tukataa ile mambo ya kwamba kijana ameleta wazo lakini kwa kuwa hana pesa ya kuipeleka mbele, kumetokea tajiri amechukua idea yake, amekimbia nayo, ameenda akajinufaisha nayo. Na lastly, ku-incentivize the creative economy space. Kwa sababu ukiangalia hata maneno ya monetization ya katika the creative economy space, hata content creators, hata wale wako TikTok kwa mfano, utaangalia kwamba katika taifa la Kenya kwa mara nyingi the only way our TikTokers earn is through gifting, where young guys go live, wanasema tap tap tap, mara anapewa lions, sijui anafanywa nini. That's the only way TikTok pays. But in other places, TikTok is a serious industry. It's a serious investment. It's something which has produced millionaires in the US, for example, dollar millionaires. Kwa sababu si kila mwana kijana ataweza kupata degree na diploma labda ajiriwe na serikali. Lakini tunaamini kwamba creative economy, vijana wakitumia talanta zao, wanaweza pia kujitengea biashara na pia kuajiri wengine. Na ndiposa tuko na PS kutoka kwa State Department ili kwamba aeke pondo kwa ile dhana kwamba vijana wakitumia talanta, wakiwa creatives, wakitumia mtandao vizuri, basi wanaweza kujiekezea maisha mazuri hata kama hawajaajiriwa na mtu mwingine. Naam, shukran sana mpenzi mtazamaji wa runinga ya Ndizi TV Afrika kwa wakati wako, na kufikia hapo basi ndipo nafika tamati katika taarifa zetu za Ndizi saa moja. Zidi kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, tuko pale kama Ndizi TV Afrika. Langu jina Ronalfa na mwelekezi wangu amekuwa ni Bwana Mongare Alex. Usiku mwanana.